tumepewa neema ya kipekee kutoka kwake Mungu aliye hai. Naam, katika jioni hii kwa mapenzi ya Mungu alivyokusudia upate kusikia neno la Mungu, upate kusikia neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunako jana sikuweza hata kujitambulisha jina langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka leo mnifahamu. Langu jina ni Nahum Kurwa. Ni mtumishi wa Mungu. Namtumikia Mungu. Nipo kituo cha Soga FPST. Kirefu chake ni Free Pentecostal Church of Tanzania. Nipo chini ya mchungaji Baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msijipe alama ya ulizo sana. Tunaona mtumishi tu anasimama kuhubiri ama kunena neno la Mungu, lakini jina lake hatumjui. Natumaini pale nimekuondoa shaka na wasiwasi kwamba huyu ni nani, ama alama ya ulizo ya kwamba huyu ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe. Basi tupo mahali hapa kumtangaza Kristo na kulitangaza neno la Mungu la uzima, ambaye Mungu aliyetuumba kwa utukufu wake na kwa mapenzi yake. Kwa sababu Mungu alituweka hapa duniani kwa kusudio moja au mawili. Kusudio la pili ni kumtumikia yeye. Hayo ndio yalikuwa mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu ambaye amemuumba Mungu wa mbinguni. Kila kitu kilifanyika kwa utukufu wake Mungu kama ilivyompendeza. Maana jinsi ilivyopendeza na ilivyokubalika kwake, aliona amfanye mwanadamu kwa utukufu wake, kwa mfano wake. Akamuumba mwanadamu anayeitwa mwanamume, akamuumba na mwanamke pia. Hapa duniani tuna aina mbili tu za watu, ambaye aina ya kwanza ni mwanaume na aina ya pili ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya makutano. Kwa sababu Mungu amekusudia jambo jema kwa wakazi wa mtaa huu wa Arave, pamoja na wakazi wake wote, pamoja na wapita njia na wale wageni ambao wamefika katika mtaa huu. Najua sema kazi yao, lakini Mungu amekujalia neema ya kwamba amekusudia jioni ya leo upate neema na baraka za neno lake. Maana neno lake ni uzima. Neno la Mungu ni baraka. Neno la Mungu ni mkate ulio hai. Tukiura neno la Mungu tunakuwa na uzima wa milele, tunakuwa na uhai usiopimika. Mungu alitumba kwa utukufu wake, alitumba kwa neno lake ambalo alitamka awe mwanadamu. Na mimi nilionekana, na mimi ni mfano wa uso wa Mungu, na mimi ni mfano wa Mungu, na wewe ni mfano wa Mungu. Tulipozidi kuongezeka duniani, Shetani yule mwovu ibilisi kwa makusudio yake na kutufarakanisha na kututenganisha na mapenzi ya Mungu. Mungu hilo alikumpendeza kabisa mwanadamu niliyemuumba kwa utukufu wake, mwanadamu aliyemuumba kwa mapenzi yake. Ya nini aishi maisha yasiyompendeza yeye? Alikusudia hapo awali kumtimulia mbali na kumangamiza, lakini Mungu wetu upendo, Mungu wetu neema na rehema, alitukumbuka tena ya kwamba ni kazi yangu hii, lazima hao wanadamu niwakumbuke tena, niwapate kurejesha kwangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Jana tukasema alimtuma Nuhu atengeneze safina. Na safina ile alitengeneza, watu ambao walikili na kukubali walipata kuingia kwenye safina. Mungu wa upendo. Baada hapo tena tukaendelea. Nuhu akazaa, kaongezeka, tukawa wengi. Maasi akaendelea kwa sababu yule mwovu ibilisi bado yupo, na yupo mpaka sasa hivi, na hajamwangamiza kabisa. Yeye kazi yake ni kujitahidi kwa kila hila, kwa kila namna, ili kuzidi kutufarakanisha na mapenzi ya Mungu, ili kuzidi kutufarakanisha na Mungu. Lakini kwa rehema za Mungu akatuita, haya njoni wanangu,
Tusemezane, japokuwa dhambi zenu ni nyekundu sana kama bendera, nitazifanya nyeupe kama saruji, nitazifanya nyeupe kama sufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini rehema za Mungu bado zipo, neema za Mungu bado zipo. Mungu akasema, akaupendeza tena ulimwenguni, akaupenda tena ulimwengu ambaye ni mimi na wewe, akaazimia kwamba nifanye nini tena hawa watu, nipate kuwakomboa, kwa sababu ameandaa tena ziwa la moto ambalo ameliandaa special kwa ajili ya shetani na malaika zake. Ziwa la moto alijaandaliwa kwa ajili yako ndugu yangu. Ziwa la moto alijaandaliwa kwa ajili yako wewe mwanadamu. Ziwa la moto alijaandaliwa kwa ajili yako wewe kijana. Ziwa la moto alijaandaliwa kwa ajili yako wewe mama. Ziwa la moto limeandaliwa kwa ajili ya yule shetani pamoja na vibaraka vyake, na wala watakaomfuata ndio watakaoteketezwa nao. Lakini